On Tuesday jioni around saa 1:30 saa 2, mimi nilikuwa kwa nyumba napika. Sila akaenda kwa mamake kuambia mamake kesho on Wednesday tunahama, tumepata nyumba, at least tuende tafute peace of mind. Juu hapa kwa boma hatuna amani kabisa. Sasa Sila kwenda huko, mimi nilisikia tu kelele. Historia Made anasema ati mimi nilienda kuomba moto nikakuja nikaambia Sila, hiyo Made amedanganya. Anajaribu kufeva hao vijana wengine, lakini hiyo ya kwenda kuomba moto hiyo ni uongo. Venye alisema atapiga Sila, yenyewe amempiga. Na talking the reality, familia ya Sila ndio imemaliza Sila. Ndugu ya Sila ndiye ameua Sila na anapewa support na wazazi wa Sila. Mimi sijajuana na Sila sahi. Despite that alikuwa na watu walikuwa nao, maybe alikuwa na dem, lakini we were talking while nilikuwa kazi that time. Tukakuja tukaoana December. Hiyo ilikuwa agreement kati yangu na Sila. Hiyo hatukuhusisha wazazi. Ilikuwa tukae tukishajipanga ndio tuanze kupanga wazazi. After nimekaa na Sila, now that niko na mimba ya Sila ya 2 months na niko hadi na kadi ya OC yenye tulienda kupima nala, niko na hiyo kadi. Kulea mtoto ni ngumu peke yako while baba mtoto amekufa ama hakusupport ni ngumu. Na sasa mimi siwezi sema ati yako na ani support, hapana. Sila hayuko. Na hakuna mtu mwingine mwenye atakuja lea mtoto wa Sila, ni mimi peke yangu. Nilikuwa naomba tu usaidizi. At least kama naweza pata kitu ya kulea venye nitalea mimba ifike. Venye tu nyinyi mnajua bado kuzaa ni gharama. Bila support while sahi sina kazi ni ngumu. Sasa kwa na pipi sahi, lakini huyu ni pipi yake. Nikamchukua kama ni pipi yake. Lakini acha sana yeye mtoto. Na kwa Kiluya yetu alikuwa kama rafiki. Kwa sababu sisi Waluya, msichana akikuja anaenda kwa jikoni. Anafakia jikoni, anaosha vyombo, anaenda kwa sitting room. Anafakia hapo. Kwa bedroom ndio haisi kuenda. Lakini huyu tangu akucha amemaliza mwezi mmoja, akinunua sukuma yake anaenda direct kwa nyumba yake. Akipika chakula anakula yake. Haezi sema ati hata wazazi wako nini na nini, ni hivyo tu. Mchiti alikuwa amewasha taa. Mchiti alikuwa amewasha taa. Na Silas naye akaenda akazima. Mara ya kwanza akasema, nani amezima? Pengine kijiti imeanguka. Akasema, kama ni kijiti wacha niwashe tena. Kumbe Silas ndiye alikuwa amezima hiyo taa ya sola. Alafu kijana akachukua maji akaenda kuoga. After kuoga akakuja. Akasema tena, nani amezima taa? Akapata Silas amesimama pale. Akasema Silas, sisi tujawahi kukombana. Sisi hatuna maneno mengi. Kwa nini unazima taa na mimi niko na mtoto wa miezi 4? Silas akajibu akasema, ulikuwa unataka aje? Ulikuwa unataka unifanye nini? Ndiye kijana akaenda kwa nyumba pole pole, akachukua kitu kama kuni. Si kuona, lakini niliona watu wanafurukana nikiwa kwa nyumba kubwa na mzee. Tukaona kama watu wanasukumana nje. Kutoka nje tunapata Silas ameserai, damu inatoka. Sikiana alikuja katika jikoni, akapata shemeji yake. Wakati anaomba moto, shemeji akamjulisha hapana, akamcorrect hapana. Wewe unaomba moto na mko na kazi. Si wewe ndio hakisha kazi. Na muendelee. Sasa mbona unakuja kuomba moto na yako na kanyumba katoko? Kadaleta moshi. Aliporudi kwake aliambia Silas na akatoka kwa hasira, akakata waya ile ambayo inapeleka taa kwa huyo kijana akiwa ndani ya nyumba. Alipotoka nje alipata Silas, akamuuliza ni kwa nini unafanya hivi? Akamwambia fanya chochote unachotaka fanya. Akasema na sisi yetu kwa tunakombana. Anasema fanya chochote. Kijana rudi kwa nyumba, akachukua muti ambaye ni rungu,
akamkonga kwa kichwa mahali hapa, kando ya kichwa.